nitaka kutakia usiku mwema tu. Niliguna kwanza. Nikasema hilo tu. Akasema yes kipenzi. Nimekukumbuka tu hapa. Nikasema nikwambie good night. Au nimekukwaza upo na wifi? Nikasema no, wala sipo na mtu. Na wala hujanikwaza. Akasema wifi yupo. Nikasema sina bwana. Akasema kwa nini jamani? Wakati wewe ni kijana mzuri sana unayevutia. Mwenye kila kitu alafu unaniambia wifi hayupo? Nikaona huyu mtu naye kanielewa. Nikasema sijaamua kuwa na mtu kwa sasa. Akasema haya bwana, pumzika. Na uwe na usiku mwema. Nikasema poa, hamna shida. Na wewe na usiku mwema pia. Akakata simu. Nikaona mbona huyu mtoto kama na yeye kanielewa. Nikasema hata akinielewa nitajiaibisha tu. Ngoja nilale zangu. Niachane na hayo mawazo. Basi nikavuta shuka nikalala. Ili kesho niwe kazini. Ikapita wiki. Purity alinizoea sana udada. Alikuwa anapenda kuniamsha asubuhi. Mchana ananikumbusha lunch. Na usiku lazima tutatakia usiku mwema. Na alikuwa anaonyesha kunijali sana eti. Kama mwanaume nishamuelewa Purity wangu. Anataka nini kwangu. Ila nilikuwa najifanya simuelewi tu. Alikuwa ananionyesha dalili zote za kuwa anataka tuwe katika mahusiano. Ila kama mwanamke nadhani alikuwa anashindwa kunianza. Ila alikuwa ananionyesha dalili zote za kuwa ananihitaji. Hata mimi bwana nilikuwa namhitaji sana Purity. Ni binti mwenye kila sifa za kuwa mwanamke wa mtu. Ni mzuri, mcheshi, mchapakazi. Ila kila nikikumbuka maelezo yangu bwana, niliona nanitajiaibisha tu. Maana hakuna mahusiano bila ya lile tendo. Na mimi katika tendo ndo nina shida zaidi. So nilikuwa nafanya kama simuelewi kabisa. Siku moja nilikuwa ofisini bwana, Jovin akaja. Akaniambia video, mbona unakuwa mzembe sana? Nikasema nimefanyaje tena? Akasema ina maana uone kuwa yule binti anakupenda. Yaani demo ana show kabisa kama anakuhitaji. Alafu unafanya kama muelewe. Wakati najua unamuelewa kabisa. Kwa mdomo wako mbona mzito hivyo? Nikatabasamu. Nikasema unajua Jovin bwana, mimi nataka kuoa. So sitaki kurupuka katika mahusiano. Nataka mwanamke ambaye nitaingia naye katika mahusiano. Basi huyo ndo nimuoe. So nipo katika kumchunguza kama ananifaa au anifai. Siwezi kurupuka tu. Ninakwambia sana, unataka kumjua vizuri tabia zake. Ingia naye katika mahusiano, uweze kujua tabia zake bila kuingia naye katika mahusiano. Hapo ndo utamjua vizuri. Wewe mbona umepoa sana mwanangu? Yaani wanawake unaona kama kituo cha polisi. Ukoje wewe? Yaani toka na kujua mwanangu, siye kukuona na demu. Sasa sikia. Mimi yule mlembo leo kanicheki. Ananiambia amekuonesha dalili nyingi za kuwa nakutaka ila umtongozi. Mpaka anza kuniuliza au na mtu wako. Wewe ndio unachije mwanamke mzuri kama yule. Unaniangusha bwana. Nikacheka tu. Nikasema Jovin bwana, ukishikilia jambo basi fresh, nitamtongoza mtoto ili ufurahi. Jovin akasema sio ni furahi. Kwani wewe umpende? Nikasema basi yaishe babu. Na nenda kaendelee na kazi. Na unasema kama bosi wako na sio mshikaji wako. Jovin akacheka. Akasema yeye bwana bosi. Kisha akatoka nje ya ofisi. Niliwaza sana maneno ya Jofu. Hata mimi najua kama Purity ananipenda. Ila sasa itakuwaje kama atataka tukutane kimwele? Na mimi kama ninavyonijua, nikaona hili swala mbona kama lishakuwa gumu kwangu, lakini kwa kweli ulipita kama mwezi sikumtongoza kabisa mdada yule. Japo aliendelea kunionyesha kama anihitaji, ila kwangu nilikaza. Nikawa kama simuoni vile. Ila kumpenda nampenda. Ila sikutaka kuingia katika mahusiano bado. Siku moja nikiwa nyumbani bwana Purity akanipigia. Kaza upo wapi? Lazima nipo mtu. Akasema hivi unakaa wapi hivi? Nikasema Kigamboni. Akasema naweza kuja kuona. Nikaona mtihani, nikamwambia no. Akasema why ndio? Nikasema ndo nilikuwa najiandaa niende sehemu nikanywe kidogo. Akasema wapi nije kukupa kampani? Basi nikamtajia, akasema tukutane hapo. Nikamwambia poa, hamna shida. Kweli nikatoka kwangu nikaenda sehemu moja inaitwa Kisiwani huko Kigamboni. Kuna sehemu nzuri ya kunywa tu. Nikamtajia sehemu nilipo. Baada ya muda hapo itakaingia. Asema yudem mzuri nyie. Kwanza ile kuingia watu wote wanamwangalia yeye. Nyie sio poa. Yaani kwa muda huo sikuelewa Purity kanyimwa nini kwenye mwili wake. Alikuwa kakamilika kila idara ya mwili wake.
akaja mpaka nilipokaa. Yeye akakaa akaagiza juisi. Maana niambia yeye halewi hata kidogo. Mimi niliagiza bia kama nilivyosema na kunywa. Ila na kunywa kistaarabu sana. Basi tukao tunakunywa, tunapiga sana story pale. Pita akasema hivi, Jovine, kuna mwanamke kwani? Nikasema jamani Prit. Mbona hilo swali nalijibu kila siku kipenzi. Mimi nishakwambia mwanamke sina. Sasa mbona kila ninachofanya kinagonga mwamba kwako? Nimetumia wanawake wangu wote kwa kuonesha na kupenda, lakini unitongoze. Hawa mimi sikuvutie. Nibaki kimya tu. Akasema mimi sijui unafikiriaje kipenzi, ila nakupenda sana eti. Nakupenda ndio. Naomba kuwa na wewe katika mahusiano. Please. Oya. Natongozwa. Nikaona hapa kumekucha. Nikasema mlembo wangu, kwani wewe una mahusiano? Akasema sina kwa sasa. Yamebreak hivi kama mwaka uko nyuma. Nilipanga nisingie kabisa katika mahusiano, ila nimeshindwa baada ya kukuwa na wewe. Kiukweli ndio umekamata sana akili yangu. Please, naomba kuwa na wewe kipenzi, au sikuvutii. Nikasema unanivutia sana, ila kwa sasa ina changamoto zangu ambazo zinanifanya nisingie katika mahusiano. Ndio maana unaona nipo single. So, kwa sasa mimi sihitaji mahusiano. Akasema no dio. Ni changamoto gani hizo? Mimi nipo tayari kuzivumilia ili niwe na wewe. Imagine dio. Mpaka mimi mwanamke nakwambia wewe nakupenda. Unaona ni kazi rahisi? Nimeamua kukwambia na sababu nimehisi kukupenda kweli. Na nakupenda sana. Please usinitese mwenzio. Nitakufa kwa mawazo. Naomba tuwe wote please. Kama ni changamoto tutapigana nazo tukiwa wawili. Mchumba alimaliza kuongea akitokwa na machozi. Nikaona yuko kweli kanielewa mimi. Nikamvuta kisha nikamkumbatia. Nikamwambia basi tulia kipenzi, na mimi nakupenda pia. Akasema umekubali kuwa na mimi? Nikasema yes. Kuwa na amani. Basi alinikumbatia kwa nguvu. Niliona hisia nzito za mapenzi juu yangu katika macho yake. Basi nikamwambia unaishi wapi? Nikuulize nyumbani. Ndio umeenda? Akaniambia anakaa sehemu moja inaitwa Uhasibu. Basi nikampeleka mpaka kwake. Akanionyesha alipopanga. Ilikuwa ni nyumba nzima. Basi akaforce sana niingie. Nikamwambia no baby, nitaingia siku nyingine. Akakubali. Akatoka katika gari na mimi nikarudi kwangu. Nilikuwa na raha pamoja na huzuni kwa pamoja kuingia katika mahusiano ya kimapenzi na yule mdada. Basi hapo nikaanza mahusiano na mrembo wangu. Nikamtambulisha mpaka kwa Jovine. Jovine alinisifia sana kuwa nimeopoa kisu. Mtoto pisi ya kwenda. Alafu akaniambia yule mtoto ukiwa naye unakuwa na heshima bwana. Umejijengea heshima. Ukiingia naye sehemu watu wote wanageuka kuangalia. Nilicheka. Maana maneno ya Jovine ninayajua mwenyewe. Basi mapenzi yalinoga mno. Nilikuwa nampenda kuwa naye muda wote. Tulikuwa tunatoka sana out. Na pesa ilikuwa nampa mno. Tena akiguna tu anataka kitu mwanaume nampa. Sikutaka ahangaike nje kwa ajili ya pesa. Na swala la pesa kwangu alikuwa shida. Na kiukweli Prit alikuwa ni mwanamke wa gharama sana. Alikuwa kila anachokivaa ni bendi, yani matunzo yake yalikuwa makubwa. Ila mwanaume nilimpenda kweli. Japo mimi nilitongozwa. Na pesa ya chini kumpa Prit ni milioni 2. Ila mwanaume kwangu haikuwa shida. Ila kwa muda wote sikuwahi kumgusa Prit. Na nilikuwa namuogopa sababu najua shida yangu. Nilikuwa namwambia Prit kuwa mimi sina haraka na wewe. Nyingine tutafanya na wala usijali. Akaniambia ndio, wewe ni mwanaume wa pekee sana, nakupenda mno. Angekuwa mwanaume mwingine kwa jinsi ambavyo unanihudumia, lazima tungekuwa tushatembea kwanza, angekuwa shataka kunikula. Sijakosea kukupenda wewe kabisa. Nikafikiria angekuwa anajua huyu. Nikasema sawa kipenzi. Hapo bado nilikuwa nahangaika tatizo langu. Nilikuwa natumia madawa mno nikiamini nitapona nisije kudhalilika kwa mchumba wangu. Na Prit bwana alikuwa mzuri mno. Nikiingia naye sehemu watu wote macho kwake. Alafu kidume na vimba. Sinamiliki demo mkali bwana, namhudumia na nipo naye kinoma. Hiyo siku bwana nikampeleka kwa mama muone. Pamoja na dada Margaret. Naye alikuwepo. Kikweli walimpenda sana. Maana Prit naye ni mwongeaji.
wakaongea sana. Nikamwambia mama, kwa huyu ndo mwanamke wangu wa maisha, nataka kuoa. Mama akasema ufanye kweli sasa, sio unamdhamini tu hapa, mnadhini. Mimi nataka mfunge ndoa kabisa. Nikasema sawa mama, suni na muoa. Mama akasema sawa. Tukiwa tumekaa pale, Purity aliniomba kwenda msalani. Damage akamsindikiza. Mama akauliza hivi, huyu binti ni mzuri sana wa sura na umbo, tabia unamjua? Nikasema mama, Purity mbona ana shida, tabia yake nzuri sana. Mama akaniambia sawa, wewe ndio unaoa, kama umeona na kufaa hamna shida, ila mimi namuona mzuri na wazuri huwa anasumbua. Nikasema wala tunisumbua, ni binti mzuri sana, ananipenda mno, kuwa na amani kabisa mama yangu. Mama akasema sawa, hakuna shida. Baada ya muda bwana, Purity akarudi. Akukaa sana, tukaondoka. Basi nikamwambia Purity, bwana ngoja nikupitishie home kwanza, nikupeleke kwako, alafu ndo mimi niende kwangu. Akanambia leo bwana nataka nipajue kwako, alafu utanirudisha kwangu, maana wewe umeenda kunitambulisha kwenu na kwako sipajui. Nikasema basi poa mpenzi, ngoja nikupeleke kwangu leo ukapaone, kisha nitakurudisha kwako. Akasema poa, kuna shida baby. Kweli nikaenda naye mpaka kwangu Kigamboni. Kiukweli nilikuwa na nyumba kali kinoma. Mimi mwenyewe nilikuwa nikiangalia nasemaga hapa kweli nimejenga. Basi nikamkalisha Purity ndani. Nilikuwa naona kabisa Purity anajizuia kushangaa uzuri wa nyumba yangu. Nikamwambia karibu mami, karibu sana. Akaniambia asante dia. Tukaingia mpaka ndani akakaa sebeni. Nikampelekea waini akawa anakunywa. Nikamwambia baby, hapa ndo kwangu, nikikuoa tunakuja kuishi hapa. Akafurahi, akaniambia atatamani unioe kesho nikae hapa, maana nimependa sana. Nikasema kweli dia? Akasema yes. Nikamwambia basi kwa mvumilivu, soni tu na kuoa mama yangu. Nilikuwa ninania kweli, sikuwa natania. Basi tukaongea sana pale. Nikamwambia dia, ngoja kwanza nioge kisha nibadili chapo na kupeleka kwako, sawa? Akaniambia sawa mpenzi. Kweli mimi nikawa nimeingia chumbani kwangu, alafu nikaingia bafuni kuoga. Nikiwa naoga ghafla ni mlango wa bafuni ukasukuma. Na anasukuma nani? Purity anasukuma anaingia. Nilishtuka. Msikilizaji, unaona hii ni katika sehemu tamu kweli kweli, inaenda kwa jina la Tatizo Langu. Msimulizi ni mimi Uncle G Simulizi. Mbona hii ni simulizi tamu kweli kweli. Kuna watu walikuwa na misi mikasa ya wanaume, ndio huu mkasa wa mwanaume sasa nimempata. Ni story yake, huu ni mkasa wake, anaitwa Leo Chris. Bwana usikose kufuatilia hii simulizi tamu mpaka mwisho. Msimulizi wako ni mimi Uncle G Simulizi. Tukutane katika sehemu ijayo, utakuwa ni katika sehemu ya pili. Yes, tutaangalia itakuwaje, kwa sababu tayari mchumba kaingia bafuni, ambapo tayari ndio alikuwa yupo anaoga. Tukumbuke mpini unasimama lakini hauna nguvu, ni legelege. Itakuwaje? Na mtoto ni mkali kamuelewa, lakini alimwahidi kwamba atamvumilia kwa chochote kile ambacho kitajitokeza.